namna moja ama nyingine. Hii ni Matukio Daima na kipindi hewani ni meza huru, ambapo siku ya leo nipo na Jeshi la Uokozi Zimamoto, ambapo niko na mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei, lakini pia nipo na afisa habari mkoa wa Jeshi la Uokozi la Zimamoto ambaye ni Adolf Kamea. Siku hii ya leo tuna mambo mengi ya kuzungumza, ila kubwa zaidi ni kuhusiana na shughuli ambao wanaifanya, hasa inanufaisha vipi taifa na eneo husika ambapo ni mkoani Iringa, lakini pia itakuwepo na mambo mengi ambayo tutahusiana nayo siku hii ya leo. Lakini unayo fursa ya kuchangia hoja au mada yoyote au kuuliza swali kama utakuwa kuna sehemu ambapo una tatizo. Sisi tuko hapa kwa ajili yako ili uweze kuelewa zaidi. Angusha komenti yako hapo, tutaisoma na kuipitia, then tutakupa majibu. Jina langu ni Leonard Johnson kama ambavyo nimekwambia, lakini pia niko na wageni kwa namna moja ama nyingine. Bwana, habari? Karibuni sana. Karibu sana. Nimezungumza hapa nikiwa na mwandaa msikilizaji na mtazamaji juu ya kile ambacho tunaenda kukifanya. Pengine anaweza akasahau kwamba niliyemtaja Jacqueline ndo nani, lakini pia Adolf ndo nani. Kwa nafasi ya upendeleo tufanye marudio. Unaweza ukajitambulisha vizuri zaidi na nafasi yako. Hapa nimesema mrakibu mwandamizi. Sasa mtu atahitaji nimuelezee nini maana ya mrakibu. Sawa, ni cheo, lakini why au how ndo. Kwa hiyo unaweza ukasaidia kwa namna hiyo. Asante. Mike hapa. Asante. Mimi kwa majina ni mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei, ni kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Naitwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Iringa. Asante. Nimeambatana na afisa habari, ningependa naye ajitambulishe. Asante. Kwa majina naitwa Fire Constable Adolf Kamea, ni afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Iringa. Asante sana. Hapo afisa habari ni moja kati ya ngazi muhimu sana, hasa katika kutoa taarifa za taasisi husika. Nilihitaji kufahamu jambo moja, kwamba ni jukumu gani ambalo Jeshi la Zimamoto na Uokozi linalifanya zaidi katika jamii? Okay, nashukuru. Kazi kubwa ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji moja kabisa ni kuzima moto pamoja na kufanya maokozi. Ndio maana kauli mbiu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kuokoa maisha pamoja na mali. Hiyo ndio kazi kubwa. Japo kuna kazi zingine, lakini majukumu makubwa sana ni haya. Asante sana. Huyo ni afisa habari, ametoa taarifa zake kama ambavyo majukumu yake yanazungumza. Lakini mrakibu, ulituacha kidogo, hatukumalizana na wewe. Wakati unazungumza wewe ni mrakibu, hakuitoa tafsiri ya moja kwa moja maana ya mrakibu na yani bado ni kama kuna kitu sikukielewa hapo. Mrakibu ni cheo katika jeshi. Kuna vyeo ambavyo vinapanda kuendana na mtu. Kama alivyojitambulisha afisa habari ni Fire Constable, na maana hicho ni cheo pia cha awali. Yes. Kwa kadri mtu anapopanda vyeo vina majina yake. Kwa hiyo na mimi mrakibu mwandamizi ni cheo ambacho ni cha kijeshi kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Sawa. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hatua gani ambazo huwa mnachukua zaidi kuzuia majanga ya moto? Yaani pale janga la moto linapotokea, na nyinyi mmepata taarifa, hatua ya kwanza kabisa ambayo huwa mnachukua ni ipi? Jeshi linapopata taarifa, sababu sisi tuna namba yetu ya dharura ambayo ndio tunapokea taarifa za matukio ya moto pamoja na maokozi mbalimbali ambayo ni 114. Unapopokea taarifa kituoni, tayari sisi kwenye vituo vyetu tunakuwa na watu wako standby. Askari wako pale wanapeana zamu. Endapo linapokea tukio, basi wanatoka, na inategemea na ni tukio gani. Kama ni tukio la maokozi, basi watatoka na vifaa vya maokozi. Kama ni tukio la kuzima moto, basi watatoka na vifaa vya kuzima moto. Kwa once tunapopata taarifa ya tukio, mwenye taarifa akatuambia labda ni nyumba inaungua kwa mfano, iko labda sehemu fulani, labda mfano Kihesa, basi askari pale wanajua moja kwa moja tutoke na gari na vifaa vya kwenye gari ndio kuzima moto na jengo. Kwa wanatoka pale, baada ya kupokea taarifa wanatoka wanaenda kwenye tukio na kuendelea na shughuli. Kuna majanga yanayotokana na moto ya aina mbili. Kuna moto tu ambao unaweza ukawaka, kwa mfano moto wa kawaida, lakini pia kuna moto ambao unaweza kusababishwa na labda shoti ya umeme. Je, hizi athari mbili za huu moto zinazimwa kwa njia moja au kuna namna nyingine tofauti? Ili uweze kuzima moto lazima ujue kinachoungua ni nini. Yes. Kinachoungua ndio kinatusaidia sisi kujua ni namna gani ya kupambana na huo moto. Inaungua nyumba. Nyumba ndani ina vitu. Kwa nyumba, ukisema nyumba inategemea nyumba inatumika kwa vitu gani. Kama ni nyumba ya makazi, kwa maana tunajua kuna furnitures, kuna nguo, kuna vitu mbalimbali. Yes. Kwa hiyo tayari tunajua huu ni moto daraja A. Science ni yote imegawanywa katika kwenda na kile kinachoungua. Kwa hiyo tukishajua tu ni nyumba, tunajua ni moto daraja A. Na moto daraja A, kama ule moto uko kwenye hatua ya awali kabisa,
ambapo mwenyewe pale mwenye jengo lake anaweza akatumia kifaa cha kuzima moto, either dry powder au kama ni jikoni alikuwa na kaanga labda mafuta yakashika moto, anaweza akatumia mtungi wa carbon dioxide. Kama tayari ameshachelewa moto ushakuwa na ushashika vitu vingi ndani ya nyumba vinavyoungua, furniture mbalimbali, basi moto obviously tunajua tunazima na maji. Kwa hiyo mara nyingi kuzima moto inategemea na kinachoungua kiko kwenye daraja gani, na kizimia moto kipi ambacho ni sahihi kitazima kwa ufanisi na kitakuwa bora kitakuwa bora, kitafanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo inategemea, lakini kwa voniuliza moto wa nyumba ina maana ni daraja A, obviously tunatumia maji. Asante sana. Hapo kuna kitu umekizungumza kwenye classes of fire, yani madaraja ya moto, class A, B, C mpaka E huko, kama atakuwa sijasahau, ni vitu ambavyo nilivipata huko nyuma. Hapo ningeomba kwa uchache uweze kuelezea ili mtazamaji apate faida kuweza kujua, kwa sababu nimeshuhudia maeneo ambayo kuna moto unawaka, kwa mfano sheli inawaka, watu wanamwaga maji. Wakini wengine wanakuambia kwamba ile ni hatari zaidi. Wapo wengine wanakuja wanakuambia pale angemwaga mchanga. Yupo mwingine anakuambia hii ungeweka blanket. Yani njia zinakuwa tofauti. Lakini kwa sababu wewe upo sasa, mzizi wa fitna hapa unamalizika. Hapo umeuliza maswali mawili. Muuliza la kwanza niseme madaraja. Madaraja. Ukauliza la pili endapo sheli inaungua. Kabla sienda kwenye madaraja, ngoja kwanza nijibu hilo swali lako la pili. Kinachoungua pale sheli ni nini? Kwa hiyo ndio kitatusaidia siku determine tunazima moto wa aina gani. Mafuta. Kama ni mafuta hauwezi kumwaga maji, kwa sababu kwa nature ya science mafuta na maji yenye uzito zaidi ni maji. Kwa hiyo utakapomwaga kwenye yale mafuta, na mafuta kadri yanapopata joto yanavyoendelea kuwaka yanakuwa mepesi zaidi. Yes. Na sheli kuna mafuta ya aina mbili, kuna petroli, kuna diesel. Petroli ina asili ya mlipuko. Kwa hiyo ikiwaka inalipuka na inasambaa, inaenea kwenye vitu vinavyozunguka. Kwa hiyo kwenye petroli unaweza kushangaa vinaungua vitu vingine ambavyo tayari vimeshapata ule mvuke wa ile petroli inavyosambaa. Kwa hiyo kwenye sheli inategemea kinachoungua kama nilivyosema, lakini mara nyingi kama ni mafuta au kwenye tenki, mara nyingi huwa hatumwagi maji. Kuna dawa inaitwa foam ambayo inachanganywa na maji, ndio huwa tunamimina pale. Tunamwaga. Kwa hiyo unaweza kuona ile gari inasema pale inamwaga, ukafikiri inamwaga maji. Kumbe tayari tumeshachanganya na dawa. Kwa hiyo tunapomwaga pale tunazuia nini? Tunazuia hewa ya oxygen isiendelee kuingia kwenye yale mafuta na kuanza kusupport ule mwako zaidi. Lakini kama imetokea mlipuko ukasambaa ukashika vitu vingine vinavyozunguka. Kwa unaweza ukatokea mlipuko ukashika vitu vingine vinavyozunguka ambavyo vinaingia kwenye daraja ambalo nitataja hapo mbeleni. Kwa unaweza ukajikuta sasa unatumia maji, kwa sababu kile kinachowaka kimepata ule mvuke wa ile petroli au kimepata ile hewa ya petroli, kwa hiyo na chenye kimelipuka kinawaka. Kwa mara nyingi huwa inategemea. Sasa nije moja kwa moja kwenye madaraja hayo ulioniuliza. Hapo mwanzo nilikuwa nishagusia moto daraja A. Ambapo tumekuwa kisayansi tunasema ni moto unatokana na vitu vyenye asili ya mimea. Ambapo vitu vya asili ya mimea ndio vinatengeneza vitu mbalimbali tunavyovitumia. Hizi furniture mbalimbali, nguo tunazovaa, vyombo, asilimia kubwa vyote vinaingia ni mimea hiyo yote. Yes. Kwa hivyo vyote vinazimwa sasa kwa maji kama ndio vimeshika moto. Na moto kama ushaendelea ushakolea kwa hatua kubwa, kama ni hatua ndogo unaweza ukatumia kifaa ambacho ni dry powder, unaweza kutumia hicho kazima. Alafu pia kuna mioto daraja B. Hii inatokana na vitu vyenye asili ya kimiminika. Ndio hiyo sasa mafuta mbalimbali. Au petroli, diesel, mafuta ya kupikia. Hayo yote sasa yakitokea moto, mfano kama mafuta ya kupikia unapika jikoni. Tokea moto unaweza tu kufunika ile sufuria yako kama ni sufuria ukarai. Hali pale unazuia oksijeni na moto utazimika. Unaweza kutumia kifaa cha carbon dioxide. Kupuliza pale na maana kile hakitaathiri chakula unachopika kama ni mafuta yameshika jikoni. Hata athari ya vitu vyoko pale jikoni. Kama ni mioto sasa ndio inayotokea kwa mfano kwenye kimiminika kama hivyo petroli, diesel, mara nyingi tunatumia foam, ambayo hiyo foam inachanganywa kwenye maji moja kwa moja. Kwa hiyo inapotoka inakuwa tayari imechanganyika dawa na daraja B. Hapo sasa tulikuwa tunazungumzia vitu flammable flammable material. Yes. Sasa tunakuja tena mioto daraja C, ni mioto inatokana na vitu vyenye asili ya yes. Gesi zingine zinaweza zikavuja na zikawaka. Gesi ikivuja kukatokea chanzo cha moto, ndio pale kunapotokea mwako. Ule mwako na yeye unategemea unawaka unaunguza nini. Kwa hiyo kama kinachoungua labda mfano ndani umeacha gesi labda imevuja muda mrefu imesambaa sebuleni, jikoni, ukitokea mwako wote au cheche yote au chanzo chochote cha moto kikishika pale, utakavyoungua unajikuta ni vitu vya moto daraja au vinavyozunguka. Kwa hiyo cha kufanya cha kwanza kazime, kafunge ile gesi. Kama unaweza kuingia kwenda kuna nini. Ila kama ni sehemu ambayo ishawaka sasa imelipuka, kwa kinachofanyika hapo ni kuhakikisha kwamba sasa mnauzuia ule moto usiendelee kuleta madhara zaidi. Kwa hiyo yenyewe inategemea na kile kinachoungua.
Na moto mwingine ni moto wa daraja D ambao tunataka kwenye madini minerals. minerals. Mimi nataka watu wa nchi jirani ambao watazamaji wako ni wa Kiingereza. Hapana, najua unajua hapa tuko worldwide. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaweza wasielewe kwamba madini ni nini. Unaona? Kwa hiyo tukiwa translatea kidogo watajua tunachokizungumza. Nashukuru. Sawa. Hivi tunaweka kama madini ya chuma, aluminium ambayo mara nyingi na yenyewe huwa yanawaka na kuungua. Inategemea na yamefikia nyuzi joto degree ngapi. Yes. Yanatia. Unaweza kuunguza nyumba ukashangaa chuma haijaungua, lakini ikifikia nyuzi joto ya kuunguza ile chuma inaungua. Kwa hiyo huwa yanatokea na yenyewe haya pia yana special dawa zake za kuzimia moto, sio maji. Sababu ukimwaga maji kitakachotokea pale itaendelea kupasuka na kuruka na inaweza kukuumiza zaidi. Kwa hiyo hii ina dawa zake maalum za kuzima moto, au unaweza pia ukatumia dry powder, au inategemea na hicho kinachoungua pia ni nini. Kwa nikasema mara nyingi sisi tukipata taarifa watu tunaangalia kinachoungua ni nini. Ndio mnaanza nacho. Eneo tuende na vifaa gani ili tusaidie kufanya kazi kwa ufanisi. Huwa mnauliza au mkishafika ndo mnagundua? Anayetoa taarifa huwa anatuambia. Sawa. Mfano amepiga simu, tuambia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kituo cha Iringa tukusaidieje? Anasema kuna moto. Moto wapi? Sehemu fulani. Moto wa nini? Unajua yeye anaweza kukwambia ni nyumba inaungua ya makazi, au anaweza kukwambia ni frame, au ni soko, au ni kibanda, au ni godown. Kwa hiyo anaweza kisha kwambia vile kwa sababu sisi tunasomea maingi na tunafanya ukaguzi. Kwa hiyo kisha tupa location kama ni sehemu ambayo tulishaikagua, kwa hiyo tunajua moja kwa moja pale pana nini. Ina maana mitaa yote hapa Iringa mnaifahamu? Sio mitaa yote, yani Iringa nzima, mkoa mzima, jukumu letu pia kukagua. Kwenye sehemu zote za biashara tunazikagua, pia kumpa elimu matukio yasitokee, na hata likitokea basi tunakuwa tayari tunauelewa wa lile eneo kuna nini. Ndio. Nayo inatusaidia. Kwa hiyo tunapotoka kabisa tunajua kama ni godown la mtu fulani au kama ni kiwanda cha mtu fulani, yule huwa anazalisha kitu fulani. Kwa possible kuna hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunavyoenda tunakuwa tayari tumeshajua tunapambana na moto aina gani. Yeah. Sawa. Pale kwenye class D ulikuwa unazungumzia gesi. Gesi nimesema class C. Class C, yeah, class C kwamba alikuwa anazungumzia gesi. Na nataka tuzungumze na watu wanaotumia gesi majumbani sasa. Kuna ile hali ya mtu anawasha moto. Kuna kitu kimoja kati ya vile huwa kinaanza. Si elimu hii? Nataka sasa tujue kati ya kiberiti au gesi ni kipi ambacho kinatakiwa kianze kuwashwa ili kuzuia ile hatari ya mlipuko. Nashukuru na naomba pia niongee kwa upana kidogo. Kwa sababu sasa hivi pia tunahamasisha, tunaona kabisa Mheshimiwa Rais naye anahamasisha wananchi kutumia nishati safi. Yes. Tuachane na uharibifu wa mazingira na kutumia mikaa. Kwa hiyo tunahamasishwa zaidi tutumie gesi, na endapo sasa unapotumia gesi hakikisha umeshaandaa vitu vyako vya kupikia vyote. Ndio. Weka hapo. Unapowasha usianze kuwasha gesi. Ukianza kuwasha gesi itaanza kutoka moja kwa moja. Na itasambaa. Kwa hiyo kitu unaweza kutokea kama mlipuko fulani poa. Ilikuwa inakuwa soka kubwa kwa sababu umewasha hapo, lakini ile sio njia salama. Anza kuwasha ile njiti, elekeza pale panapo kwenye yale matundu ambayo gesi inatokea, afu washa gesi. Wote unapotupa pale ukianza njiti yenye moto, alafu ukafuata gesi, wala hakutakuwa na kamlipuko kokote. Utashangaa tu chwa imewaka. Lakini ukianza gesi, alafu ndo kaanza chui kuwasha kibiriti, ukipeka kama unafanya yani obviously ndo inafanyaga hiyo. Yeah. Kwa hiyo ina maana inakupa siri kwamba sio sahihi. Sasa hii anza njiti, washa, ipeleke pale kwenye yale matundu ambayo sasa gesi inatoka pale kupikia kwenye jiko lako, afu fuata gesi. Ya, na kuna ile kuhusiana na usafirishaji sasa wa mtungi wa gesi wenyewe ambao ndani yake kuna gesi. Hapo kuna hatari gani ambayo ipo? Kwanza mitungi haitakiwi kupakiwa kwenye sehemu ambayo tunaita confined space, yani sehemu ambayo kama ndani ya container au sehemu ambayo kutazalishwa joto, hapana. Maana magari yana yanapakia mitungi kusafirisha kutoka viwandani kupeleka kwa wauzaji, inatakiwa yawe wazi ili kuruhusu hewa ipite kadri inavyosafiri. Ndio la kwanza. La pili, ikienda ikishushwa ile mitungi inatakiwa isimamishwe itulie kidogo. Hata wewe ukienda kununua dukani, labda umenunua upakia kwenye bodaboda, unapeleka nyumbani. Usifike tu na kuconnect muda huo huo. Uache hata dakika 15, alafu sasa ndio uendelee na kupika. Hiyo ndio njia salama. Sawa, niende kwa afisa habari naye atakuwa na mengi. Moja kati ya swali ambalo nitaka niulize ni kuhusiana na elimu ambayo pengine mmeshaiandaa au imeshatoka tayari ipo katika jamii, au mna mpango wowote wa kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya nishati safi hasa gesi au namna ya kuzuia majanga tokanayo na moto? Nashukuru kwa swali zuri. Elimu tunatoa kwenye maeneo mengi sana. Hususa kwenye maeneo ya mikusanyiko
nikianza mashuleni, kwenye masoko, kwenye vituo vya bodaboda, kwa stand za mabasi, sehemu zote tunatoa elimu. Hususan hiyo nishati safi ambayo tunahamasisha wananchi wazidi kuitumia. Na pia tunawaelekeza tahadhari za kuzingatia endapo, kabla, wakati na baada ya kutumia nishati safi. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri. Wananchi wanapokea kwa weledi wa hali ya juu, na imani ndio maana unaona hata matukio yanazidi kupungua kwa upande wa Iringa. Elimu tunaisambaza kwa kila mwananchi, ndio maana kwa sasa watu tunajikita pia hata kuwafuata wananchi majumbani, kuwaelekeza ndio kitu gani wafanye ili waweze kuepuka majanga ya moto kutokea, na endapo janga limetokea kitu gani wakifanye ili waweze kupambana na janga la moto kabla hajaleta madhara. Kwa hiyo wananchi of course wana appreciate, wanakubali namna ambavyo mnafanya. Wanakubali of course kazi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na hatutakomea hapo. Tutazidi kutoa elimu hata vijijini huko wanapata elimu hiyo, pamoja na hapa mjini. Kwa tunajikita mkoa mzima kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Wananchi wote wajue, namba za dharura zote wazifahamu za zimamoto. Ikitokea janga kitu gani wafanye, wapige simu ili wapate msaada zaidi. Na tunajikita pia kwenda stand za magari waelekeza ili kuepusha hizi ajali barabarani ambazo zinatokea zinalipuka moto. Tunaelekeza madereva kitu gani wafanye baada ya kuona gari imeanza kutoa moshi, wafanye kitu gani ili kuzuia janga la mlipuko wa gari usitokee. Kwa hiyo kiufupi kila eneo tunaendelea kupita. Na imani pasa tumeshafika zaidi ya 50% kwa wananchi kuwa na uelewa wa kinga ya moto. Lakini hatujakomea hapo, tutazidi kuendelea kupanua uelewa kwa wananchi, na imani tutafika. Tunahakikisha, yani malengo yetu ni kwamba tuhakikishe majanga ya moto hayapo kabisa upande wa Iringa. Ndio maana tunajikita kutoa elimu, kukagua na kuwapa hamasa ya matumizi ya nishati safi, ili hata wanapokuwa wanatumia jiko la gesi isiweze kuleta madhara. Asante sana. Na hapo niongezee kidogo kwa afande alipoongea kuhusiana na gesi. Kwa wale ambao unatumia jiko la gesi, endapo umekuta harufu ya gesi imesambaa, niwakumbushe tu wananchi wasiwashe taa ya umeme au kuzima taa ya umeme. Zima dangerous, ni hatari mno. Sababu unapowasha taa inatoa sparks, hiyo ni cheche. Kwa zina uwezo wa kulipua ile gesi kama imesambaa. Sambamba na hiyo, huruhusiwi kupiga simu au kupokea simu unapokuwa unatumia au unapokuwa eneo lenye harufu ya gesi. Samahani kidogo, rudia hapo kwenye taa afu uje kwenye simu. Hapa nadhani pa muhimu sana. Pamekuwa na utata zaidi kwenye jamii, kwa sababu nimewahi kusikia hichi kitu nadhani ilipostiwa kwenye mtandao wa kijamii kwamba kuna watu wameungua, wamelipukiwa, alikuwa anapokea simu. Hapo simama nako hapo, shikilia hapo kwanza. Okay, nashukuru. Yaani ni kwamba endapo gesi imevuja kwa bahati mbaya, au watoto wameenda kuchezea jiko la gesi, ameenda kufungua, mzazi haupo kazini, lakini ile gesi imesambaa iko ndani. Umetoa kazini, umekuta harufu ya gesi. Ile gesi inahitaji flash point kidogo, joto kidogo tu iweze kuwaka. Ndio. Kwa hiyo huruhusiwi kuwasha taa ya umeme. Yaani kama una switch yako pale hautaki kuwasha. Ndio. Lakini endapo umekuta taa inawaka, huruhusiwi kuzima ile taa. Kwa hiyo wakati gesi imesambaa, umesikia harufu, epuka kuwasha taa wakati kuna harufu. Lakini ukikuta taa imewaka, epuka kuzima. Sasa terminology hizo mbili, wakati taa imezimwa na harufu inasikika, je, naweza kusema reaction gani au mpambano gani unaweza kutokea kati ya ile harufu na mwanga? Lakini pia reaction gani inaweza kutokea endapo patatokea mwanga umezima alafu ile harufu ipo? Okay, iko hivi. Endapo taa imezimwa alafu kuna harufu ya gesi imesambaa. Ukienda kuwasha taa, yani ile inapokuwa inatoa mwanga, pale inaambatana na sparks au cheche za moto. Ambazo huwezi kuziona kwa macho. Na kuna wakati mwingine ukikaa kwa umakini ukiangalia unaziona zile cheche.
lakini asilimia ndogo wanaoziona. Yes. Kwa hiyo cheche hizo zina uwezo wa kulipa ile gesi ambayo iko ndani, ndio maana tunapiga marufuku. Ukiona harufu imesambaa ndani, usiwashe taa. Usiwashe taa. Kwenye swali lingine la kuzima, umekuta harufu ya gesi imesambaa, taa imewaka, kitendo cha kuzima ile taa ili izime pia ina mwaga cheche fulani. Ili izime tena. Okay. Pia cheche hizo zina uwezo wa kulipa nini? Gesi. Kwa ndio maana tunasisitiza sana wasifanye vitu viwili, kuzima au kuwasha. Kama kuna ikiwepo harufu. Ndio. Ndio? Niongezee sasa hapo, umekuta harufu ndani, nini cha kufanya? Umeshaona hutakiwi kuweka ni chanzo chochote cha moto, hata cheche ndogo tu inalikuwa. Kwa nini cha kufanya endapo umeingia ndani kwa kuta kuna harufu? Kama kuna watoto ndani, waambie watoke nje haraka iwezekana hapo. Na wewe pia sasa fungua mlango, uache milango wazi na madirisha wazi, ili ile hewa iliyojaa ndani ya gesi itoke nje. Yaani jipe hata muda hata nusu saa mpaka lisaa zima, mpaka uhakikishe umejiridhisha kwamba ile hewa haipo, na ule mtungi sehemu inapovuja hakikisha umepafunga ili isiendelee kutoka zaidi. Na hakikisha maeneo hayo yanayozunguka ile eneo nyumba yako hakuna chanzo chochote cha moto. Unaweza kukuta nje unapikia jiko la mkafu, unasema ngoja niingize ndani nipikie mkaa sababu gesi imevuja, nisiwashe jiko la gesi. Unapoingiza ule mkaa wenye moto tu tayari pale pana moto, kitakachotokea ni mlipuko. Kwa maana tunasisitiza hakikisha hakuna chanzo chochote cha moto. Iwe ni taa, balbu, iwe ni unavuta sigara, basi usiingie na chochote kile chanzo cha moto. Hakikisha madirisha, milango umeacha wazi, ile hewa ya gesi iliyojaa ndani iweze kutoka na hewa safi ingie ndani. Jipe muda, na kama kuna watu ndani, watoke kwanza nje. Jipe muda ili kuepuka madhara yanayotokana na mlipuko wa gesi. Hizi gesi uzuri moja zimewekwa harufu. Kwa hiyo ikivuja ukiingia tu ndani utajua kwamba gesi inavuja. Kwa hiyo tuwe makini kwamba gesi inavuja, ili unapoingia kabla hujawasha jiko au kabla hujashika, kama ulihakikisha ulivyoondoka ulikuwa umefunga, ukija unakuta limeshafunguliwa, unajua watoto wamecheza hapo. Kwa hiyo ni vizuri kujihakikishia, au tunashauri zaidi wananchi, ule mtungi pale, unajua mtungi unavyo connect na ile pipe, kuna sehemu ya kufunga na kufungua. Kama unajijua na watoto watundu, basi jihakikisha unavotoka fungua pale kwenye connection ya mtungi na ile pipe. Ondoe kabisa. Kwa usalama hata ndani wakichezea vile viswitch vya jiko vinakuwa havina madhara, hakuna gesi inayotoka kwenye mtungi kuja. Pili, tunashauri mitungi isiwekwe ndani. Kwa Tanzania wizi umekithiri, wengi bado hawatuelewi kwenye hilo. Lakini tunapozungumzia suala la usalama, ni vizuri mtungi wako ujenge nje. Alafu tule mpira uingie ndani. Mtungi unavokuwa na gesi ile ni nyingi, mlipuko wake unakuwa ni mkubwa ukiwa ndani. Bora ukae nje, alafu ndani kuwe na kale kampira ka pipe kanako kuja. Hata ikitokea itilafu yoyote, nje ni rahisi kwenda kuzima, kufunga. Lakini ikiwa ndani ndo kuna mtungi nako, inakuwa ni changamoto. Kwa pia tunawashauri wananchi juu ya hilo. Zaidi wasiogope gesi. Sio kwamba gesi ni kitu hatari sana, gesi kwamba ukikaa ndani ni kama vile bomu la nyuklia. Mimi mwenyewe hapo nimeshtuka. Fuata tu principles nzuri za matumizi sahihi ya gesi. Unakuwa salama na unapika bila hata taratibu, bila hata changamoto yoyote. Naomba nikazie hapo. Bwana kama ambavyo umesikia, gesi sio hatari, lakini unapaswa tu kupita kwenye kanuni za utumiaji wake. Moja, ukikuta harufu hakikisha kama taa imewaka iache kama ilivyo. Fungua madirisha, sikilizia nusu saa au saa moja. Lakini ukikuta taa imezima, harufu ipo, hakikisha hauwashi pia. Kwa hiyo zingatia tu hayo. Hapo nataka niulize, ili jeshi la zimamoto ni kwa namna gani huwa linashughulikia ajali za barabarani hasa zinapotokea? Nashukuru kwa swali zuri. Kama unavyojua jina la jeshi letu, jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo inapotokea swala la ajali na pale pana maokozi. Maokozi ya watu pamoja na mali zilizokuwa kwenye hilo gari au hata gari lenyewe. Na maokozi ya upande wa magari yako ya aina mbili. Kuna maokozi ya ajali yamegongana na kuna maokozi ya ajali yalimewaka moto. Ndio. Kwa pale inategemea unaenda kuokoa kitu cha aina gani. Kuna magari yanayobeba watu na kuna magari yanayobeba mizigo na bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunahusika kwenda kufanya maokozi endapo gari lile mfano limegongana, limebeba watu, kwenda kuwatoa, kuwakimbiza hospitali, kuwapatia huduma ya kwanza pamoja na kuwapeleka hospitali kwa ajili ya matibabu mbalimbali. Na hata kama ni mizigo ndio iko kwenye gari imepata ajali, ni kwenda pale kuokoa ili kusilete madhara zaidi. Na kama ndo kwa bahati mbaya limewaka moto, kwenda kuzima moto ili usilete madhara zaidi kwenye kile chombo, kwenye bidhaa zilizobebwa
na hata watumiaji wa ile barabara na vyombo vingine vitakavyopita karibu. Kwa pia ni jukumu letu la msingi pia kufanya maokozi hayo ya ajali barabarani, vyombo vya usafiri na usafirishaji, pamoja na maokozi mengine, kwa sababu uokoaji ni mpana sana. Uokoaji ni mpana. Hapo nimezungumzia tu upande wa barabara. Yes. Nilikuwa nataka tuangukie paka kwenye eneo la watu walioathirika au wamesombwa muda huo nimesikia mafuriko sehemu fulani. Sawa. Mafuriko pia na hata kwa Iringa miaka ya nyuma pia yalikuwa yanatokea mafuriko pia tunahusika moja kwa moja kwenda kuokoa watu kwenye mafuriko endapo nyumba zimezingirwa na maji au maji yameingia kwenye makazi ya watu. Kwa sababu kama jeshi la zimamoto na uokoaji ni kwenda kuwatoa kutoka pointi iliyoathirika kuwapeleka pointi salama ili waendelee kupata huduma nyingine ambazo ni za kibinadamu. Kwa hiyo ni jukumu letu la msingi kwa kufanya maokozi. Hapa pia ningeongezea hapo kidogo maokozi ambayo yanatokea kwa mkoa wa Iringa. Mbali na hayo tuliongelea ya upande wa barabarani na ya upande ya kwenye mafuriko, ambao kwenye mafuriko sio sana. Huwa yana miaka na miaka. Yes. Inaweza kakata miaka 4-5 kufanyisha mvua kubwa zikaleta hiyo athari. Lakini mafuriko ambayo maokozi ambayo tunahusika pia sisi ya mara kwa mara, ukiacha ya ajali barabarani, ni ya watu kudumbukia kwenye visima. Okay. Kwa Iringa tuna visima vingi sana tunavyochimba kwa ajili ya kupata maji. Hivi visima vimekuwa ni adui mkubwa sana kwa watoto. Yaani almost kwa mwaka ukipiga hesabu, yaani lazima hayo matukio unayakuta ya watoto kudumbukia kwenye visima na kupoteza maisha. Kwa hiyo ni maokozi ambayo unaenda kufanya pale, kwa bahati mbaya unaweza ukafika kufanya maokozi unakuta na uhai ushapotea. Kwa hiyo mtu aliyedumbukia, hayo huwa tunayapata sana kwa mkoa wa Iringa. Nachukua nafasi hii pia kuwasihi, tukichimba visima kwenye nyumba zetu tuvijengee mifuniko. Mifuniko ambao unaweka na kufuli ili mtoto asifungue. Ina maana lisije likatokea lolote. Hata wale wasafishaji pia wanapata madhara. Mtu alikuwa anasafisha kisima anateleza na anguka. Hebu tutafute mekanizmu nzuri ambayo itatusaidia kupunguza hili janga la watu kudumbukia. Maokozi mengine pia ni watu kuzama mto Ruaha. Kule wengine ni watoto na wengine ni watu wazima. Wanaenda kuogelea. Yaani unakuta sasa mtu una maji mengi unapeleka kwa kasi, watu wanaingia pale kuogelea. Hiyo nayo ni changamoto. Pia na wasii tusipende kuingia kwenye ule mto. Huwezi kupima kasi ya maji kwa macho tu hivi. Maji unaweza kuona yametulia, kumbe kwa macho pale hakuna makorongo, hakuna mawe, ndio maana unaona kama yametulia, lakini yale maji yanatembea kwa kasi. Kwa hiyo ni vizuri tuepuke hilo, na niwasisitiza hata wazazi, tuwaonye watoto wetu wasipende kwenda kuoga kwenye mto. Wenyewe pia unakuwa na changamoto hiyo, watu wanadumbukia, watu wanazama, watu wanapoteza maisha. Hiyo nayo inatupata kwa upande wa Iringa. Pia na maokozi mengine ni ya watu kuzingirwa na nyuki. Kwa na yenyewe sio sana, lakini pia kwa Iringa huwa yanatokea mara chache. Hapo kwenye nyuki hapo inaweza ikatokea muda wote hata kama sio sana, ila tukio lake ni kubwa. Huwa mnafanyaje? Nyuki kwa sababu obviously tumeshajijengea woga, nyuki ni mdudu anayeng'ata. Kwa mara nyingi na nyuki usipokuwa makini atakumaliza. Mtu anapoteza maisha kabisa kwa ajili ya kung'atwa na nyuki. Kwa hiyo tunachowasihi watu, la kwanza, ukiona kuna nyuki usikimbizane naye. Mwingine ana panic ndio anakimbia yeye huko amesimama juu. Wale nyuki nao unapopiga kiona unapotabaki na yeye ndio anakuja wanakuvamia. Huwa wana sense ile sauti. Sense sauti, na hii si tu inatokea kwa bahati mbaya au sijui ni harufu au ndio bahati mbaya yako imekukutia. Sababu mwingine anakuta yuko nyumbani lakini wamemvamia hapo. Wamemvamia nyumbani. Kwa hiyo inatokea tu, unfortunately inatokea. Sio kwamba siwezi kusina utaalamu wa nyuki, sijasomea nyuki kusema kwamba nyuki ana sense nini. Tunazungumzia uokoaji tu. Ila sisi once tukishapata simu kwamba kuna matukio kama hayo, sisi huwa tunaendaga kuokoa watu. Tunamuokoa na kama ni mtu yuko kwenye hali mbaya tunamkimbiza hospitali akapate huduma, na kama yupo kwenye hali nzuri na wale nyuki pia tunawatoa. Na sasa ingine inabidi pia tushirikiane mpaka na TFS, maana unakuta sehemu nyingine nyuki wamejenga kabisa mazalia yao. Kwa maana nyingine pia tunashirikiana na hao watu wa maliasili kwa ajili ya kutusaidia. Wao ndio wamesomea sasa nyuki. Watu wa maliasili. Kwa hiyo unakuta washirikiana nao wanatusaidia pia kuhamisha, kama ni kwenye mtu huko karibia na makazi, labda umejenga kabisa makazi ya nyuki. Kwa hiyo hilo kwa Iringa pia lipo, ni sehemu ya maokozi tunayoshiriki. Jana kuna clip moja niliona wakati tunazungumzia watu kutumbukia kwenye visima. Kuna clip moja nimeiona, alikuwa ni mdada anatembea, barabara huwa zina mtaro ambao ule mtaro unakuwa umewekewa kama kidaraja fulani afu kina nyufa mbili. Akawa ametreza pale. Njia ya kwanza ambao niliona watu wanafanya kama vile kuchimba ile. Nyie kama watu wa uokoaji sasa, waga mnamsaidiaje mtu wa namna hiyo? Au kama ungekuwa wewe sasa pale chapu umewaona, ungeushauri kitu kipi? Kuchimba pia ni njia sahihi.
Unachimba ili kwa sababu ukijaribu kumvuta tu hivyo mguu alioteleza utamvunja au utasababisha madhara zaidi. Yes. Kwa hiyo mara nyingi tunavyoenda kufanya ukuaji, unafanya ukuaji ili usimsababishe madhara. Tunasema kwa kitaalamu usisababishe second damage. Hakikisha unafanya maokozi bila kuleta madhara zaidi. Kwa hiyo hata hicho alichokuwa unakifanya kwanza kuchimba pembeni, lengo lake ni kumsaidia ule mguu wasimvute, usije ukavunja au kaleta madhara zaidi, waweze kumtoa vizuri. Au kama hizo paving zinaweza zikanyanyuliwa, au sisi pia tuna vifaa, unaweza ukafika pale ukapitisha chuma hivi ukabinyua, hiyo paving likatoka na mtu akatoka vizuri. Kwa hiyo ni lazima uangalie scenario, uangalie tukio likoje ili unapofanya maokozi usisababishe madhara. Sawa, nimekuelewa vizuri sana. Nirudi kwa ndugu yangu mtaalamu wa hizi kazi, niseme hivyo kwa sababu wewe taarifa zote kuhusiana na taasisi yako unaelewa vizuri na kitengo. Nilikuwa nataka kufahamu report kama hutojali, lakini za matukio ya moto, lakini pia na majanga mengine ambayo yamewahi kuokolewa na nyie, lakini pia na matukio ambayo mliachelewa. Lakini pia hapo hapo ukitupa asilimia kutoka mlipoanza mpaka hivi sasa, mtazamo au uelekeo upo vipi? Kama nilivyosema awali kwamba sasa hivi kutokana na elimu tunayoitoa, yani huwezi ukalinganisha matukio ya mwaka jana na ya mwaka huu. Na mwaka huu. Kwa hiyo kadri tunazidi kusonga mbele matukio yanazidi kupungua. Kwa hiyo niseme tu kwamba ripoti ya matukio kwa mkoa wa Iringa inazidi kupungua kwa asilimia kubwa tu. Japo siwezi nikakaunt kwa sababu sijapiga mahesabu ya matukio ambayo yametokea mwaka jana mwaka huu. Ndio. Lakini kwa uhalisia kwamba matukio ya mwaka jana na matukio ya mwaka huu ni tofauti. Kwa hiyo unakuta kwa mwaka jana kwa mwezi matukio 12, 13. Lakini kwa mwaka huu unakuta kwa mwezi matukio 10, 7 kwa Iringa nzima. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sababu kile kitu ambacho tunaendelea kukitoa kwa wananchi kinapokelewa vizuri. Na swala ya kusema kwa kuchelewa kwenye matukio, na imani ni uelewa wa wananchi kwamba hapa kituoni hakuna mnara ambao unasoma kwamba Kiesa kuna nini, kuna tukio la moto. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano kutoka kwa wananchi kwamba wameona tukio basi wapige simu haraka kuja Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini kinachofuata ni mwananchi kulalamika kwamba zimamoto wanachelewa kwenye matukio, kitu ambacho sio sahihi. Ndugu yangu, hapa ikitokea janga la moto hapa, wewe mwenyewe utakumbuka kupiga simu. Hautaweza kukumbuka. Wewe utawaza tu uchukue mitambo hiyo upeleke wapi? Nje. Lakini ataki kuja kupiga simu ni mtu ambaye alikuwa ni mpita njia tu. Yaani amekuja akasema hapa si ungepigia nani fire? Wapigie fire tu. Kwa hiyo wanakuja kupiga simu baada kama dakika 10, 15, 20. Tunapokea taarifa, tunaingia kwenye tukio, nakuta aidha tumeshachelewa, tunakuta nyumba imeteketea, lakini lawama zinarudi kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo nipende kuwakumbusha wananchi wapige simu haraka iwezekanavyo wanapoona tukio, ili tuweze kuokoa maisha na janga la moto lisilete madhara makubwa. Basi wapige simu haraka kupitia 114. Na hiyo namba ni bure. Yaani mwananchi usisite kupiga namba hiyo ukihisi kwamba utatozwa dakika. Ni bure kabisa. Mitandao yote upige simu ni bure, na haijalishi kwamba una simu kubwa au una simu ndogo. Ukiandika tu 114 au 114, ukipiga tu itaita, watapokea simu, watakusikiliza. Kama kuna tukio watafika na tukio na kufanya maokozi. Lakini hatupendi sana hiyo namba ichezee, kwa sababu unaweza kuwa unachezea namba kumbe kuna mtu ana shida, napiga simu namba iko busy. Kwa hiyo nipende kuwakumbusha wananchi hiyo namba ni ya emergency. Kama kuna shida hizo ambayo inahusiana na tukio la moto, tukio la maokozi au uvamizi wa nyuki, kama alivyosema afande, aidha kuna mtu ameanguka kwenye shimo la choo, kwenye kisima, basi wapige simu hiyo. Lakini sio kwamba umemaliza kupika chakula unapiga simu fire. Hivyo changamoto huwa mnapitia? Watu wanapiga tu afa wanakuambia nilikuwa nawasalimia. Changamoto zipo ndio kama hizo. Wanasema ni ukosefu wa uelewa. Kwamba hii namba ni namba ya aina gani. Lakini so far tunazidi kuwapa elimu mitaani,
wananchi wote kwamba hiyo namba isichezewe, wapige hiyo namba kama kuna shida ambayo inahusiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Changamoto kubwa. Unajua wananchi wengi wamekariri kwamba Jeshi la Zimamoto wao kazi yao ni kuzima moto tu, ndio. Lakini ujue sisi Jeshi la Zimamoto sisi kitaalamu huwa tunauzuia moto kabla haujatokea. Sababu hata tukija kukuzimia moto tayari pale patakuwa na uharibifu fulani. Ndio. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwasihi watazamaji wetu kwamba tunapopita kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto, basi tuwe makini sana, tuwasikilize wataalamu kutoka Jeshi la Zimamoto. Anapokushauri ina maana anakupa we kinga dhidi ya majanga ya moto. Na pale anakuelimisha ili ukiona tu dalili hizi ujue ni tahadhari, uchukue tahadhari gani. Ukiona vitu gani viko sawa ufanye ni kwenda na jengo lako na matumizi yake. Na pia ule ushauri tunao hapa tufanyie kazi kwa wakati. Kumekuwa na uchelewaji mkubwa sana wa watu na mshauri. Fanya hiki na hiki na hiki kwenda na jengo lako na matumizi ya jengo lako ili ujikinge na majanga ya moto. Wanachelewa mpaka majanga ya moto yanawakuta. Kwa hiyo ni pia nichukue nafasi kuwashauri tusisubiri tu fire au zimamoto waje wakuzimie. Ile elimu na ule ukaguzi wanaokupa ndio jambo la msingi namba 1 kulifanyia kazi, yale maboresho wanayokupa, mapendekezo wanayokupa ili ujikinge na madhara ya moto. Sababu pia ni jukumu letu kuzuia moto kabla ya. Ndio maana kila siku tunapita kufanya ukaguzi, kuhakikisha majengo na watu wako salama. Kwa hiyo pia tujikite zaidi, Watanzania tubadilishe ile mentality ya kusubiri upate moto uje uzimiwe. Tujikite zaidi kwenye kuhakikisha elimu tunayopewa, ukaguzi tunaofanyiwa, basi yale yanayopendekezwa kwenye zile taarifa, kwenye ule ukaguzi, kwenye zile ripoti tunazo hapa wayafanyie kazi ili kuepuka majanga ya moto. Na ile elimu tunayofundisha, kwa sababu hata kwenye sehemu zenye mikusanyiko wa wafanyakazi zaidi ya 3, 2, 1 tunawapa elimu na kuendelea. Lengo ni kwamba mtu kitokea hata amehisi kuna itilafu ya moto, ameweka mifumo ambayo inaweza kung'amua moto kwa haraka zaidi kabla hujaleta madhara, wafanye nini ili kuzuia usilete madhara zaidi. Kwa hiyo natamani Watanzania tubadilishe hiyo mentality. Kutoka kusubiri kupigia fire waje wazime moto, bali kuwatafuta kabla. Akukagulie jengo lako, akukagulie nyumba yako, akukagulie ofisi yako, kiwanda chako, sehemu yote unayoshughulika pale. Akupe elimu kwamba fanya hiki na hiki na hiki, eka vifaa hivi, eka mifumo hii ili ujikinge. Hilo ndio jambo la msingi kabisa. Tukiweza kubadili hiyo mentality kwamba tuwaone fire kabla ya tukio, tuwaone wazima moto kabla ya tukio, basi tutafika mbali sana na tutapunguza majanga kwa kiasi kikubwa sana. Haya. Na dedicate mic kule. Ulikuwa unamalizia, nikataka kukuuliza kuhusiana na changamoto, lakini tuanzie pale ulisema kuna watu waga wanapiga alafu hawana cha kusema zaidi. Imewahi kutokea labda mtu kapiga simu akamwambia labda nawasalimia au akamwambia neno lolote ambalo alihusiana na kile ambacho mnatakiwa kukifanya, afu then yule mtu akajaga kuwapigia simu serious kwamba ana tatizo? Changamoto zipo kwa mkoa wa Iringa. Tuanzie na huyo kwanza mtu. Ndio, nagusia hapo. Sawa. Kwa mkoa wa Iringa wanaweza wakapiga simu zaidi ya watu 30 kwa siku. Lakini sitokea hata tukio hata moja. Kwa hiyo ni ishara kwamba watu wanapiga simu lakini hawana cha kusema. Lakini niwakumbushe tu watu kwamba kama nilivyosema awali kwamba wasichezee tu hiyo namba. Simu zinalia, of course. Zinaita sana. Zinaita, lakini asilimia kubwa sana nakuta hawana cha kuongea. Lakini mtu huyo hawezi kupiga tena simu kwamba kuna tukio. Na hajitaji kwamba yuko sehemu gani. Ukishamwambia bwana zimamoto unakuaje, tunaomba tukusaidie, anakata simu. Tena anarudia kupiga. Hiyo ni changamoto. Zipo, tunaishi nazo, lakini tunawapa rai kwamba wasiendelee kucheza hiyo namba. Endapo kishakamatwa basi atachukuliwa sheria. Wanatakiwa wafahamu hiyo. Na kuna adhabu maalum ambayo imeandaliwa kabisa kwa watu wa namna hiyo, au huwa hiyo ni adhabu tu itakuja kutokana na nyie mlivyoamua? Akishakamatwa sheria zipo. Japo mimi sio mwanasheria, sheria zipo na adhabu zipo. Kwa hiyo ukishakamatwa basi sheria zitachukua mkondo wake. Unaweza kutusaidia sheria kidogo za zimamoto na uokoaji? Manake kuna watu wanaweza wakawa wanachukua tu kama hivyo, mtu anapiga simu aseme afanyaje. Tunajua mitandao inajua kuna GPRS za kutrack kwamba simu au location aliyepiga yuko wapi. Na nyewe inaweza kuwa ni kikwazo kikubwa ambacho kinaweza kusababisha majanga mengine.
mfano mtu anapiga haongei. Kwa kesho akipata majanga mtu huyo, mnaweza mkachukulia kwamba sasa, je, kuna sheria ambazo mpo nazo ambazo mnazifuata hasa kwa wavunjifu wa sheria kama hao? Sheria za nchi zipo na sheria za jeshi la zimamoto zipo. Nataka za zimamoto. Kwa hiyo za zimamoto ziko kwa upana zaidi na zimelenga sehemu tofauti, ikiwepo hizo za ukaguzi, ikiwepo hizo za mtu anayechezea huduma ya zimamoto. Kwa hiyo kikubwa ukikamatika, sisi unaweza ukakuta umefunguliwa hata makosa zaidi ya moja. Sababu unavyochezea ile line ya jeshi la zimamoto, ina maana kuna mtu mwingine ambaye anaweza akawa kabisa kwenye uhitaji wa ukweli. Kwa hiyo tukikupata, na wengi maimu unakuta hata ukimtrace unakuta wengine ndio wanatupa zile line, kwa unajikuta ila hatujawahi kubahatika. Kuna siku tulishamfuatilia mtu, baadaye akajikuta anaingia miti. Na mwingine anakuta mtoto anapokea ndo anaongea. Sasa unajiuliza mzazi amempaje simu? Anampa. Kwa hiyo changamoto zipo na tunaendelea kuambia hatupendi kuwafikisha huko, kwa sababu sisi jeshi letu la zimamoto tunapenda kuwaweka wananchi karibu. Sababu sisi tunatoa zile huduma za kibinadamu. Kwa hiyo wasifikie mahali sasa tuanze kupelekana vituo vya polisi kwenda kufunguliana mashtaka, waanze tena kuona sasa kama hili jeshi sasa ni adui. Kwa sisi watutambue ni jeshi rafiki, wasituchezee mpaka tufikie mahali pa kwenda kuwafungulia hizo sheria. Na hatupendi kufika huko, ndio maana tunaendelea kuwaelimisha. Waache. Sababu sisi tunafanya yale matendo ya kibinadamu zaidi, kutoa huduma zaidi. Serious. Kwa hiyo ni tubezi upande huo kuliko ni kubezi kwenye makosa. Lakini endapo tukikukamata, basi sisi tutakuchukulia tu. Sheria zipo na zipo nyingi tu, inategemea na kosa lako limeangukia kwenye kipengele kipi, utachukuliwa kwa mujibu huo. Lakini mara nyingi tunapenda kuwashauri wananchi na kuwasikia tusifike huko. Sisi watuchukulie kama ni jeshi la msaada namba 1 kwenye kuhakikisha tunawaokoa kwenye majanga mbalimbali. Kikubwa tu yasiwe na makosa ya kijinai. Mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei, mnashirikiana vipi na taasisi zingine katika kutatua changamoto ambazo zinawakabili? Kwa sababu sisi ni tunadili na jamii. Na tunajua kwenye jamii kuna taasisi nyingi zinazotoa pia huduma na jamii. Unapozungumzia mfano wa changamoto ya kimiundombinu, hii ni pana sana. Kuna miundombinu ya barabara, kuna miundombinu ya ujenzi holela, kuna miundombinu ya maji, kuna miundombinu ya umeme, ambao kwa namna moja nyingine kukitokea tukio lazima tuwahusishe wahusika wa hizo idara tofauti. Kwa sababu kama jeshi la zimamoto na uokoaji, kwa mfano wa miundombinu hii ya ujenzi, tunashirikiana na halmashauri zote kwenye kipengele cha kupitisha ramani. Ndio maana sasa hivi mtu akienda kujenga, akitaka kujenga kupeleka ramani yake manispaa au halmashauri yoyote, lazima anamwambia ipitishe faya, wakukagulie, wakugongee muhuri. Na maana akirudisha ramani yake kweli ikiwa na muhuri, afa anajua kweli huyu amepitia faya, amekaguliwa, amepewa mapendekezo kuendana na kile anachotaka kukijenga, ramani yake imepitishwa. Kwa hiyo kwa pande pia wa halmashauri tunashirikiana nao kwa kipengele hicho. Pia mamlaka nyingine ambazo tunashirikiana nazo ni hawa Red Cross, wao pia wanahusika kwenye utoaji wa huduma ya kwanza. Kwa mara nyingi kwenye majanga kunakuta kuna zoezi la kuokoa watu kutokana na majanga waliyopata. Kwa 100% na wenyewe wao tunashirikiana nao. Kuna watu kama ya polisi na wenyewe tunashirikiana nao kutoa ulinzi kwenye matukio, kwa sababu pia panakuwa pia na wizi, taharuki kubwa. Kwa hiyo pia wanasaidia kuleta amani na kutuliza na kulinda zile mali. Pia kuna watu wa idara ya maji, tunatumia maji haya visima vya dharura, tumezoea kuziita fire hydrants kwa ajili ya kutumia kwenye matukio. Kwa hiyo ni idara ambayo moja kwa moja pia tunashirikiana nayo. Kuna TANESCO ambao pia tunashirikiana. Kwa hiyo kuna mamlaka tofauti tunashirikiana nazo mbali kuendana na aina ya huduma tunayoenda kuitoa au aina ya dharura tunayoenda kuifanya kwenye hilo eneo husika. Kwa hiyo ni kawaida kwa sisi jeshi la zimamoto na uokoaji kushirikiana na ofisi mbalimbali, idara mbalimbali, taasisi mbalimbali katika kusave jamii, katika kutoa huduma kwa jamii. La neno la mwisho au wito wako kwa jamii nzima kwa ujumla. Wewe kama mrakibu mwandamizi. Asante. Wito wangu leo utaendana na kipindi hiki tulichoko. Najua tunaelekea kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii kwa kipindi hiki ambapo tunaelekea kipindi cha kiangazi, tuepuke kuchoma mioto kwenye nyasi, kwenye misitu, kuchoma madampo ovyo, kuchoma takataka ovyo. Hizi kwa msimu huu zinapelekea sana kuunguza uoto wa asili, kuongoza miti ambayo ni ya biashara iliyopandwa. Kwa hiyo ni wasii jamii, kipindi hiki cha ukavu tunachoelekea kuanzia sasa hivi na kuelekea, tuepuke sana kuwashawasha mioto kiholela nje.
madampo, nyasi. Tusisafishe maeneo yale kwa kutumia moto. Tuachane na hiyo dhana, inatuletea hasara kila mwaka, misitu inateketea, ambayo ndio mali ghafi, ndio tuseme ndo kama identity ya mkoa wa Iringa. Wilayani Mufindi na Kilolo kuna misitu mingi sana. Misitu ni mingi sana. Kipindi cha kiangazi inaungua sana, misitu ya wananchi, misitu ya serikali. Bora yangu kwa wananchi tunaoishi nao katika mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani, nyanda za juu kusini, hili janga huwa linatupata sana, na ndio msimu huu tunaoelekea. Tujitahidi sana kuepuka kuwasha mioto ovyo. Tufuate taratibu. Vijijini huko wameweka taratibu za vibali. Mtu akitaka kusafisha shamba anaomba kibali, na kile kibali kina taratibu zake. Hilo eneo lake awe ameliandaa, awe na waangalizi, na muda wa kuchoma wamekubaliana ni jioni, awe na maji ya dharura, na wale waangalizi sio watoto wala sio wazee. Watu wenye nguvu, watimamu ambao hawajalewa. Kwa tufuate zile taratibu ambazo vijijini wamejiwekea, na ukaombe kibali ili hata kukitokea tatizo tujue ni nani alikuwa anawasha. Lakini sasa tuna tendency ya kuchoma ovyo, unakuta asubuhi mtu amewasha. Mpaka milimani kule unakuta mtu amewasha, unajua mtu amepandaje kule? Kwa tuache hiyo tamaduni, inatuletea madhara makubwa sana. Kwani misitu mingi inateketea kila mwaka. Kwa ndo rai yangu kwa kipindi hiki tunachoelekea. Tuepuke hilo. Kuna ile mimea wanasema pines, cones huwa inalipuka yenyewe kama yenyewe. Pines hazilipuki, ila pines zina asili utovu wake ule ni mafuta. Yaani ule utovu wake ule mimea, yani miti inayoota pines pamoja na karatusi yote ina nani? Inawaka. Ule utovu wake ni kama una mafuta fulani hivi. Kwa hata ukiwa umesimama mbichi utaona moto unapanda mpaka juu kwenye matawi kule. Kwa hiyo species aina ya miti inayoota mkoa wa Iringa inayooteshwa kwa ajili ya biashara ni miti ambayo inawaka hata ikiwa mibichi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi mioto yake inakuwa mikali sana, na mioto yake inaenea kwa eneo kubwa. Sababu pia aina ya species aina ya miti, jamii ya miti inayooteshwa hapa na yenyewe inakuwa ni inawaka. Ndio maana nawasihi sana tuache. Nyasi chini ni kavu. Kwa hiyo nyasi utakapoanzishia moto chini kwenye nyasi kavu, utapanda na ule mti. Na ndio maana madhara yanakuwa makubwa sana kwa kipindi hiki tunachoelekea. Ndio maana rai yangu nimejikita sana kipindi hiki tunachoelekea, tujitahidi tuepuke mioto ya misitu, tujitahidi tuepuke mioto ya nyasi, mioto ya madampo, yani tusiwashe mioto ovyo kwa kifupi. Inaleta madhara makubwa. Naam, ni mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei na afisa habari Adolf Kamea ambao wamekuwa na wewe muda wote na kukupa elimu ambao ulikuwa huna. Binafsi hata mimi nilikuwa sina. Nisiwazingizie tu hata mimi kuna elimu ambao mmeniongezea zaidi. Lakini pia endelea kuzingatia ambayo wameyazungumza na liwe funzo kubwa zaidi, lakini ukawe shuhuda kwa wengine kwamba ulichokutana nacho ni bora zaidi kwa manufaa ya taifa, lakini pia kwa mkoa wa Iringa. Afisa habari, utatuongoza kwenye kauli mbiu ambao mnaitumia ili wote kwa pamoja tuitaje kupeleka katika jamii. Kauli mbiu inasemaje? Kauli yetu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kwamba zimamoto na uokoaji, kuokoa maisha na mali. Zimamoto na uokoaji, kuokoa maisha na mali. Basi tutaanza. 114. Sawa. Mimi nitahesabu mpaka 3, tuiseme kauli mbiu na hiyo namba utaitaja wewe, then tutakuwa tupo salama zaidi. 1, 2, 3. Zimamoto na uokoaji, kuokoa maisha na mali. Piga 114. Asante sana. Jamani, nashukuru sana. Jisikie mpo nyumbani, lakini pia karibuni sana. Mtazamaji, ulikuwa na Francis Leonard Johnson hapa katika kipindi hiki cha Meza Huru, lakini pia umesikia mengi sana kutoka kwa wataalamu, mrakibu mwandamizi pamoja na afisa habari mkoa wa Iringa, masuala ya zimamoto na uokoaji. Wamezungumza mengi zaidi na zaidi ambayo ulikuwa huyafahamu. Lakini pia asubuhi pale ulikuwa na Watson pamoja na Shamira Rajabu kwenye mjadala magazetini, ukawamsikia Ses pamoja na Watson Amini wakizungumzia pia swala la uchumi. Muda huu na nukta hii unanisikia mimi Leonard Johnson nikiwa na mrakibu mwandamizi pamoja na afisa habari wa mkoa wa swala ya zimamoto na uokoaji kutoka hapa Matukio Daima. Endelea kuwa nasi, fuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, zamani Twitter kwa majina ya Matukio Daima. Lakini ukisalia na YouTube channel, kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Mwisho, hivi mna mitandao ya kijamii ambayo mnapatikana? Instagram au Facebook? Jina Jeshi la Zimamoto. Zimamoto Tanzania. Haijaingiliana na zimamoto ya sehemu nyingine au mnatumiaga moja Tanzania nzima? Ina maana kila eneo, kwa mfano Iringa, Dodoma, Mbeya,
Zote taarifa zote unazikuta kwenye access. Kwa mfano nyewe mna tukio mnataka uliposti, yaani kuna sisi tuna vitengo vya habari mikoa yote pamoja na okay, hiyo ni chain tu ya kushare afu na wenyewe kule ukitaka taarifa zozote nyewe mna umoja sana. ndio taratibu. Sawa, vizuri sana. Basi utawafuata kule Instagram ukiandika Zimamoto Tanzania utawapata. Kama una swala lolote ambalo unahitaji kuwashirikisha kama ambavyo nimekwambia na yeye ambavyo amezungumza, ambao ni mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei, kwamba Instagram wanapatikana hivyo. Mimi sina la ziada zaidi ya kusema endelea kuwa nasi. Ifikapo majira ya saa 1 utasikia na utashuhudia taarifa ya habari ambayo inakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Asante na karibu sana. Highway Secondary School yenye usajili namba S5433. Shule hii inatangaza nafasi ya masomo katika ngazi zifuatazo: Preform 1 kwa ada ya shilingi 10,000 tu kwa mwezi, wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza, cha pili na cha tatu, lakini pia kurudia mitihani yani kidato cha pili na kidato cha 4. Shule hii ni kutwa na bweni. Kwa upande wa kutwa, ada yake ni shilingi 800,000 na bweni ni shilingi 1,400,000 na kuhusu ada inalipwa kwa awamu 4. Forms zinapatikana shuleni Bookshop Mafinga. Pia forms zinapatikana